Bwana, mambo vipi? Around the way ni Morogoro, na hapa tulipo tupo kwenye kipindi mahususi, kipindi pendwa kabisa, kipindi kinachoitwa Story kutoka Chumbani. Kwa watoto wa mjini wanasema story kutoka magetoni. Sasa basi, leo niko na mtaalamu wangu anaitwa Pesa, na tutajikita kwenye mada ambazo zitakuwa zimebezi kwenye masuala mazima ya sayansi, na kama tunavyofahamu sayansi ni kila kitu katika dunia sasa. Pesa, karibu kwanza. Asante. Habari. Hai bwana, mambo ni fresh kabisa, unajionaje na hali? Salama. Leo tunataka tuzungumzie issue moja ambayo ni maarufu sana, na nadhani kila mmoja angependa kuielewa kwa lugha rahisi kidogo. Ni kitu ambacho ni very common katika maisha ya kawaida. Kabla ya kuintroduce kwanza, unaweza kumuelezea vipi Albert Einstein? Maana ndio mtu ambaye tunaenda kumgusa moja kwa moja. Albert Einstein alikuwa ni mwanasayansi ambaye alihesabika kama miongoni kati ya wanasayansi bora kwa kipindi chake. Hata kipindi hiki aliweza alikuja na theory nyingi. Nadhani theory kubwa ambayo inafahamika sana ni E=mc², pamoja na theory of relativity. Ila hii sasa na mc² ndo theory kubwa zaidi, kwa sababu yeye ndo alikuja akabadili mtazamo mzima wa kuweza kuhusianisha kati ya maada pamoja na nishati. Okay. Mimi leo nilikuwa natamani tubezi sana kwenye masuala mazima ya E sawa na m times c². Lakini kwa lugha rahisi basi mtazamaji anaotuangalia hapa, tunaweza tukampa tofauti kati ya theory ya relativity pamoja na E sawa na m times c². Sawa. Hapo tunataka tutizame sana kuhusiana na E sawa na mc². E inasimama kama nishati ambayo ni energy, m ni masi ambayo ni nini? Ni uzito, na c ni speed of light ambayo ni mwendo wa nini? Wa mwanga. Lakini si tu mwendo wa mwanga, lakini vile vile inaweza kusimama kama mwendo wa nini? Electromagnetic. Sasa unapokuja kuzungumzia theory ya E sawa na mc², hususa angalia, E ni nishati, m ni uzito. Uzito unawakilisha nini? Maada. Lakini nishati ni kama vile sauti, mwanga, si ndio? Theory hii inaeleza sana kuhusu kubadili nishati kuwa nini? Kuwa mata, au mata tunaikonvert kwa nini? Kuwa nishati. Utakapoweza kufanikiwa kukonvert aina moja kwenda aina nyingine, ambao miaka ya zamani ilisumbua sana. Miaka ya zamani walijaribu kutumia formula nyingi kabla ya Albert Einstein na theory yake, kwa kutumia classical, lakini haikuweza kufanikiwa na kutoa output sahihi. Si ndio? Lakini kipindi cha Albert Einstein baadaye akazaliwa mtu mmoja anaitwa Plancki's. Plancki's pia alichangia kwa kiwango kikubwa. Yeye alikuja kuhusianisha kati ya Plancki's constant pamoja na nini? Na speed. Si ndio? Hii uhusiano huu, baada ya uhusiano wa Plancki's pamoja na uhusiano wa Albert Einstein, D. Broglie alikuja kuchangia kitu kimoja tu. Alikuja akachukua theory ya Plancki's akaunganisha na theory ya Albert Einstein, akapata theory nzuri ambayo ilikuja kusaidia kuweza kutafuta wavelengths, ambao wavelengths Kiswahili chake sanifu sifahamu, lakini ni mawimbi mnyofu. Mawimbi mnyofu. Sawa, itakuwa ndio hivyo. Hasa hayo mawimbi mnyofu alikuja kutafuta, ilikuja ikachangia katika kiwango kikubwa katika ukua kwa technology. Sasa hivi unaweza kutumia kila kifaa. Theory hiyo ni applicable katika kila kifaa unavyoona. Mfano, unapoangalia TV ni applicable. Unapoangalia labda sauti ni applicable kutoka kwenye speaker. Una mwingine unaweza kujiuliza kivipi hiyo applicable? Ndio tunaelekea huko. Ndio. Kwa sababu mwisho wa siku ni mtazamaji aweze kuelewa kabisa kwa lugha rahisi. Unajua kila mmoja anaionaga ile E sawa na mc², lakini maana yake nini? Shida inaanzia hapo. Si ndio? Kwa ukianzia hapo, kabla tuzungumzia application, kwanza unataka ukumbuke ya kwamba nyuma kipindi cha classical kila kitu kilikuwa ni kigumu kuweza kuapply. Modern
modern science imekuja kuanzia katika kipindi hicho, kipindi cha miaka 1800 mpaka kufikia hii kipindi tulipo, si ndio? Kwa hiyo unaposema E ni sawa na mc square kulingana na Albert Einstein, hii tukisema ni applicable katika TV. TV ushawahi kuiona. Unachokiona kwenye screen ni nini? Ni combination of light. Ni muunganiko wa nini? Wa mianga. Ukiunganisha mianga ndio inatokea kitu fulani kinachoonekana. Hile mwanga unaouona ule pale ni energy. Energy na energy ukiziunganisha zinatokea kitu kama particles. Particles kama alivyoelezea Plancki's. Vile viparticle vidogo vidogo ndo maada tunaizungumzia. Kwa hiyo kuiconvert maada ndogo ndogo kwenda katika mfumo wa nini? Mfumo huo, si ndio maana yake? Ndio unajua kupata nini? Kitu kinachofanyaje? Kinachoonekana. Sio tu hiyo, ila jambo kubwa zaidi ambao kila mmoja anapenda kufahamu na kuweza kuangalia zaidi katika inzi sana mc square huwa ni kuhusu nuclear bomb. Na hiyo ndio kila mmoja anapenda sana kufahamu zaidi. Sasa kabla hajafika huko tunaweza tukaweka pause hapo. Maana huko tunapoenda tunaona kama tunaenda sasa tunaanza kuingia ndani kidogo. Katika nadharia ya kawaida unaweza ukamwambia nini mtazamaji au kwa maana kwa mifano michache kwa hivi vitu ambavyo vimeapia katika hii formula. Mfano tunapozungumzia energy, you can measure for examples. We can talk about mass, tukaweka mfano tunapozungumzia kuhusu C na vitu kama hivyo. Lengo hapa ni sasa kila mmoja aelewe hii sawa ni energy. Si wote wanaelewa energy inakuwa imebeba vitu gani, mass inakuwa imebeba vitu gani. Ni misamiati ambayo kimsingi watu wanaisikia, lakini kwa sehemu kubwa wanaweza wasio wanafahamu hasa ile mifano yake. E ni nishati ambao kielelezo chake ni energy, ndio maana inaitwa E. Nishati ni uwezo wa kufanya kazi. Ndani ya nishati kuna aina nyingi sana za nishati. Kuna nishati ya mwanga, mwanga ni nishati pia. Yes. Umeme ni nishati. Sauti ni nishati. Iko mifano mingi sana ya nishati. Lakini unapoenda kuzungumzia M ni uzito. Uzito, kila maada ina uzito. Maada yoyote. Maada tunazungumzia kitu chochote kile ambacho ni inaweza kuwa ni touchable au kama katika ni form of space. Mfano kama hewa. Hewa pia ni maada. Sio kwamba sio maada, ni maada pia. Jiwe ni maada, binadamu ni maada. Yes. Kitu chochote ambacho kiko kwenye term ya uzito. Yes, ni maada. Lakini unapozungumzia C ni speed of light or electromagnetic speed. Si ndio? Na speed hiyo ya mwanga ambayo ni sawa na electromagnetic speed, ukija kuzidisha na speed ya nini? Ukija kuzidisha na uzito ndio unajua kupata nini? Energy. Kwa maana nyingine au kwa kifupi zaidi unasema ili uweze kupata energy unatakiwa uwe una uzito na mwanga. Na katika tafsiri nzuri katika hapo ili uweze kuelewa vyema ni kwamba ukichukua mada yoyote ile, D-Block alieleza vizuri sana. Ukichukua mada yoyote ile, kwa mfano chukulia kwa mfano umechukua gari alafu speed ya gari ikawa katika speed of light. Kama gari itamove katika speed of light, automatically itakuwa na wavelengths, itazalisha di wavelengths, yani itatengeneza kama energy form. Ni particle ino move kwa hiyo itatengeneza katika nini? Mfumo wa energy form. Na ukiconsider hivyo lazima utapata wavelengths. Okay. Hiyo ndo mada kubwa ambayo unatakiwa ufanyaje kuzingatia. Lakini si hivyo tu. Mara nyingi walio wengi wanapenda sana kuhusinanisha kuhusu nuclear bomb. Nuclear bomb ndo mfano mzuri sana ambao wengi wanapenda sana kutumia. Uranium sawa. Yes. Ukiangalia atom ya uranium ilivyo, ina tabia moja. Tunazungumzia sana nuclear fusion na nuclear fission. Moja ni nuclear kuweza kujiunganisha. Nyingine ni nuclear kuweza kufanyaje? Kuvunjika. Ipi sasa kati ya hizo mbili inaojiunganisha na inaovunjika? Sawa, tutaangalia moja baada ya nyingine. Maana unajua hichi ni kitu pendwa sana hichi. Yes, kwa sababu hii najua ni pendwa sana kwa watu wengi, kwa sababu wengi wanapenda sana kuzungumzia bomb, mara nyingi atomic bomb. Sawa.
So unapozungumzia atomic bomb, kinachotokea ni hiki. Cha kwanza, bomb atom inavyopasuka, kinachoshangaza kwa watu ni kwamba atomic mass ya atom yenyewe kabla haijapasuka au ikiwa nzima ni ndogo ukilinganisha na jumla ya vile vipatiko kimoja kimoja. Kitu ambacho ni ngumu kupata katika hali ya kawaida. Yaani tuseme ya kwamba kama ni binadamu ana kilo 50. Nikate kichwa chako, nikate mkono, nikate kila kitu. Alafu nipime vile viungo vyako vyote, nipate uzito umekuwa mkubwa kuliko uzito wako wewe wote kiujumla. Tunasema maajabu ya kwanza yanatokea hapa. Sasa hili linatokeaje? Lakini kabla inatokeaje, kwa faida ya mtazamaji anaotuangalia, labda unaweza ukaelezea kidogo kuhusu atom. Ni vitu ambavyo vinaongeleka sana huko atom, lakini how atom? Sawa. Tutarudi tena hapo. Kwa tuongelee kwanza hiyo atom kidogo. Atom ni kipande kidogo sana ambacho kinapatikana katika maada. Uzito. Maada, yes. Na kama ni kipande kidogo sana ambacho kinapatikana ndani ya maada au kwa kipande, neno atom kwa sababu ni Kigiriki. Yaani maana neno atom ni kitu ambacho ni kidogo kisichovunjika vunjika. Lakini haimaanishi kwamba atom haivunjiki, inavunjika. Ila tunazungumzia maana yake, definition yake. Yaani maana ya neno atom. Ila atom yenyewe ni kipande kidogo. Na hicho kipande ndani yake ina vipande vingine. Vipande vikuu vitatu ambavyo kila mmoja anapaswa kuvielewa ili uweze kuelewa kitu hicho nini? Nuclear. Cha kwanza, atom inapatikana kwenye nucleus, ndio? No, kila maada. Hapo ndio mkanganyiko unapoanzia. Atom inapatikana kila maada. Binadamu pia na atom, ametengenezwa na atom vingi. Na pia unapozungumzia atom, usimzungumzie sana mtu anaitwa Dalton theory. Wengi wanapenda kuzungumzia upande wa Dalton mwaka 1800. Atom tunazungumzia miaka 400 BC. Mtu anaitwa Deocritus, ni Mgiriki. Ndio mtu wa kwanza kuzungumzia neno atom. Deocritus alizungumzia atom with no evidence, scientific evidence. Dalton alipata umaarufu kwa sababu yeye alizungumzia atom with scientific evidence. Ukishakuwa na scientific proof, kama mwenzako alizungumzia baadhi ya vitu, wewe ndio winner. Actually iko hivyo, si ndio? Ndio hicho ambacho kilimfanya Dalton apate jina kubwa kuliko nini? Deocritus, ambao waga azungumziwi sana. Yeye hakuwa na evidence yoyote katika hiyo theory. Yes, ni miaka 400, alizungumzia miaka 400 BC kabla ya Yesu kuzaliwa. Ila huyu mwaka 1800 juzi tu. Umeona tofauti eh? So ile atom ndani yake ina vipande vingapi? Vitatu vikuu. Kipande cha kwanza cha katikati cha nje kabisa kinaitwa electron. Vipande vya ndani kabisa ni nuclear. Ila ndani ya nuclear kuna vipande viwili, ndio maana nikasema vipande vitatu. Fusion? Hapana. Kipande cha kwanza ndani ya nuclear kinaitwa proton. Kipande cha pili kinaitwa neutron. Kwa hiyo ukichukua proton na neutron ndio unapata nuclear, kwa sababu ndani ya nuclear kuna vipande hivyo viwili. Yenyewe ka nuclear ni kadogo kapo katikati, ila ni kazito sana. Kwa mfano, una mpira mkubwa, alafu katikati kuna kipande kadogo sana ambao ni kazito sana kuliko nini? Hiyo shape ya nje. Na hata dunia imeumbwa hivyo. Bahati mbaya zaidi. Dunia katikati ina density kubwa, maana yake katikati kuna kiuzito kikubwa kuliko nje. Shape ya topic nyingine hiyo tutakuja kuijadili kwa siku za usoni. Sawa. So baada ya kufahamu hicho kitu, tunarudi kwenye atom. Kumbe atom, huyu mwanasayansi alikuwa anasema kwamba haiwezi kugawanyika, kumbe inaweza kugawanyika. Kwa nini inaweza kugawanyika? Kwa sababu ndani ina nini? Ina vipande. Si ndio? PC kwa nini inaweza kugawanyika? Kwa sababu ina screen. Naweza nikatoa screen na kitu kingine. Atom naweza nikatoa neutron nikaweka pembeni, nikatoa proton na nikatoa na nini? Na neutron. Kinachofanyika unapozungumzia nuclear fusion, kuweza kuunganisha, unachukua vipande vingine vya electroni, unakuja vikuviunganisha na nini? Na atom fulani, unapata kitu kingine, au atom ambayo ina nini? Ina uzito tofauti kabisa na ule wa kwanza. Ndio? Kwa fusion, kwa sababu tunaunganisha kipande kimoja na kingine, tunapata atom moja.
Lakini angalia ndani ya atom kitu gani kikubwa zaidi. Ndani ya atom, kumbuka nimekuambia kuna electron, proton, neutron. Vile vyote vimeungana kwa kutumia nishati fulani ndio imevishikilia. Pale unapotaka kuviunganisha, kuna nishati itahitajika kuweza kutumika kufanyaje? Kuviunganisha. Na kumbuka nishati inabadilika kutoka kwenye mfumo wa nishati kuja katika mfumo wa nini? Wa mata. Si ndio maana yake? Na muunganiko huo unapelekea kiwango cha elektroni muda mwingine kuongezeka kuzidi kile kiwango ambacho kilikuwepo. Samani kidogo. So ukishakuwa na gamma ray, ambapo gamma ray madhara yake unafahamu, si ndio? Pamoja na X-ray zina madhara makubwa katika ubongo wa mwanadamu na mwili mzima. Kila kitu. So ile mianga mikali inayozalishwa katika nani moja, particle moja. Kumbuka unaposema nuclear, maana hizo atoms zilizomo ndani ni nyingi sana. Si ndio? Million of atoms. Yes. Kwa sababu ni nyingi sana, zile zikianza kupasuka, ile mwanga unaotokea unakuwa ni mkali na ni mkubwa na mwingi zaidi. Na kupasuka kwake kunazalisha energy ambayo inaenda kuua watu au viumbe hai vyote. Si ndio? Na si tu kuua. Kumbuka mwanga ukiingia katika mwili wa mwanadamu, ule mwanga una change atomic structure ya kitu fulani. Hata mwili wa mwanadamu ni hivyo hivyo. Watu wanaofahamu hata historia ya wapi ya Japani ilibadili nini? Atomic structure. Tomato walikuwa walizaliwa na ulemavu. Yes, ulemavu mkubwa sana. Na si tu hivyo, si tu kwa mwanadamu, hata kwa ardhi pia. Kwa sababu udongo ulinyenyuka ukaenda juu, lakini bahati mbaya zaidi hadi kuna mimea kadhaa ilifanyaje? Ilionekana. Kitu ambacho inaenda kubadili nini? Atomic structure. Hiyo ndio nuclear fission. Tunaenda kuivunja tena nini? Nuclear. Ndio step kubwa zaidi katika hiyo theory ya E sawa na mc². Okay. Sawa kabisa. Sasa mtazamaji unaotuangalia. Actually tumeongea habari za nuclear, formatic yake, inavyokuwa, side effect. Nadhani anajenga notion sasa hii mbona kama ni hatari. Hii sawa na m times c², mbona hii inakuwa mbona inatisha? Hapana, yani faida ni nyingi zaidi. Labda tuamue kutumia katika madhara. Sasa katika hii formula tujikite kwenye faida. Yes. Mfano ukizungumzia E sawa na mc², ukirudi kwenye atom, uranium ukiichimba na ukaamua kuitengenezea mfumo wa umeme, utazalisha umeme mwingi sana. Na wale wengi wanapenda kuitumia sana hiyo katika kuzalisha umeme mwingi sana. Lakini vile vile ndio X-ray mnaziona hospital. Ni product ya E sawa na m times c². Ni miongoni. Ni kwa sababu ni integrated. Ukisikia integrated system maana yake unaunganisha vitu vingi sana. Ila pamoja na hiyo theory iko ndani pia. Si ndio? Leo hii mtu anaweza katambua ndani kuna nini kupitia X-ray. Ni faida yake nyingine hiyo. Lakini miale bado ni athari. Ni athari kubwa sana. Ndio maana hata faida yake sasa iko wapi hapa? Faida yake, sikiliza kitu kimoja. Katika ulimwengu tulipo. Ulimwengu tulipo simu zina madhara makubwa. Lakini kwa nini unatumia simu? Tunaangalia faida versus hasara. Kwa nataka kuniambia hasara ni chache kuliko faida. Angalia kwa mfano. Wewe unaumwa. Inahitajika tukupige X-ray. Tuangalie madhara ya X-ray na faida yake. Tukuache ufe au tukupige X-ray uendelee kuishi kwa muda fulani. Kuna some practical gains zinapotea. No matter. Haijalishi. Tukuache ufe au tukupige X-ray. Wewe unachagua kipi? Unipige X-ray. Tukupige X-ray. Ndio faida yake inayokuja. Alafu na madhara makubwa yanakujaje? Mtu hapaswi kupigwa X-ray mfululizo mara 3. Frequency. Si ndio? Na kuna baadhi ya sehemu za mwili waga asipigwe X-ray. Kwa mfano kama sehemu ya uzazi. Unless otherwise huyo mtu amefikia age kubwa ama hakuna njia nyingine mbadala. Tunaruhusiwa kupigwa X-ray katika sehemu hizo. Lakini sio tu hivyo. Hata kudili kwake lazima udili katika kiwango cha juu sana. Hata katika kuzalisha umeme unadili katika kiwango cha juu sana. Umakini sana. Kazi yake ni ile moja. Ikipasuka inatengeneza energy. Na hiyo energy inazalisha joto. Si ndio? Hiyo joto ndio itakayo kuja kutumika kuweza kudrive zile mashine ili kuweza kupata nini? Kufua umeme. Sasa kama faida yake inafua umeme, utasemaje mc² sio na faida au isitumiki?
Kwa ni zaidi ya application. Na ukisikia modern ilianza katika, hata hiyo pia ni sehemu kubwa ya kuweza kutoa kwenye classical science kwenda katika modern science. Hiyo pia ni moja kati ya theory iliyo drive sana hicho kitu. Na nadhani hii theory imekuwa product ya vitu vingi sana ambavyo tunaviona sasa hivi. Ndio. Sawa kabisa. Kuna swali nilikuuliza pale mwanzoni pale. Sina hakika kama uliweza kunijibu ama labda pengine nimejiconfuse mwenyewe. Nilikuwa nataka kufahamu tofauti kati ya E sawa na M times C square na ile theory ya relativity. Yes. Hiyo pia nimeeleza kidogo, lakini ngoja turudi. Ni kwamba theory of relativity inahusu uhusianisho kati ya kitu kimoja na kitu kingine. Ila hii ni njia ya kuweza kubadili nishati moja kwenda kwa nishati nyingine. Hiyo ndio tofauti kubwa. Na relativity inatumika sehemu nyingi hata katika normal life. Si ndio? How do you relate? Chukulia mfano, ukishika kitu cha moto, utachukulia umeshika kile kitu kwa muda gani? 0 second. Unaweza kushika kitu cha moto ndani ya sekunde moja, lakini maumivu yake yanakuonyesha kwamba kama vile umeshika kwa muda mrefu. Ndio relative. Lakini ukienda ukashika hicho kitu kizuri, kama unafanya kitu kizuri ndani ya muda mrefu, utahisi kama umefanya ndani ya muda mfupi tu. Lakini umetumia muda mrefu. Ndio relative. Kuna hata principles zake za relative. Somehow tunadii sana Albert Einstein. Ila ukidive deep zaidi, hata wale Buddha pia wanaeleza vizuri. Wale pia wametumia sana masuala ya uhusianisho wa kitu kimoja na kingine. Muda pamoja na space pamoja na time. Kwa hiyo ukichukua matter, space and time. Sio tu nani kazungumzia hapa Einstein. Hata wale Buddha wamezungumzia sana masuala ya kupass on time. Relative yote ni theory of relativity. Kupass on time kivipi? Wanajua wao, si hatuwezi kupass on time. Yaani kwenda future na kurudi past, sisi uwezo huo hatuna. Ila wao wana huo uwezo. Okay. Yes, huo uwezo upo. Ambao behind ni relativity. Yes, behind ni relativity. Okay. Pass on time ni relativity. Kwa hiyo kwa kuicompile na kuja na Kiswahili ambacho ni very easy mtu wa kawaida akaweza kuelewa. Tunaweza tukai-compile vipi? Kwa normal user mtu wa kawaida kuweza kuelewa, sijajua ataelewaje, lakini nadhani iko hivyo. Lakini vile vile sio tu hivyo. Lakini jambo la msingi zaidi ni mtu kuweza kuangalia kitu fulani kiko hivi, naweza nikatumia vipi. Ndio kitu kikubwa zaidi. Alafu kikubwa zaidi katika sayansi tuliyopo ni kuwa usifikirie jinsi gani ya kutumia. Angalia riski na faida yake. Okay. Hakuna kitu ambacho hakina madhara. Kwa lazima uangalie faida na madhara yake ndio ujifunze jinsi gani ya kutumia. Lakini sio tu hivyo vitu vili kulinganisha faida na hasara. Lakini kuna njia ambayo inaweza minimize riski. Lazima utafute njia sahihi ya kuweza kupunguza nini? Hatari zitakazo kuja kujitokeza. Ndio hiyo hii sasa na MC square inakuwa applicable. Ukipia katika upande wa nuclear lazima uangalie application yake na madhara yake. Ukienda upande wa X-ray hospital vile vile angalia jinsi ya kuweza kutumia ili siwe na madhara makubwa. Si ndio? Kwa sababu ukitumia vibaya inaweza kumuumiza hadi nani? Hadi yule mtu ambaye anafanya hiyo kazi. Kwa miaka zamani hata kufanya kazi upande wa X-ray ilikuwa na muda. Kwa hivyo utafanya kazi labda kwa miaka 20 basi. Hiyo tu ndio ilikuwa. Na katika hiyo theory ya E sawa na M times C square, tunaweza tukairelate na masuala mazima ya kiroho. Masuala ya kiroho kwa Buddha? Kwangu mimi siwezi kuwa na jibu la direct. Kwa masuala ya kiroho siwezi kuwa na jibu la direct. Kwa sababu mimi katika nadharia ya kufikiria tu the time ulivyokuwa unazungumza in term of kiroho ninaona kabisa kama ina apply kwa namna moja ama nyingine. Unapozungumzia energy, unapozungumzia mass, unapozungumzia speed na vitu kama hivyo. Sasa unajua kidogo ni mpekupeku. Unaweza ukajaribu kufanya nani wasema Kiswahili kigumu. Correlate.
Kwangu mimi siwezi kuna nini kuweka uhusiano moja kwa moja. Basi weka uhusiano ambao sio moja kwa moja. Maana umesema huwezi kuweka uhusiano wa moja kwa moja. Yaani inamaanisha kwamba uhusiano kuweka kati ya masuala ya kiroho na masuala ya hiyo formula kwangu hapana. Basi kwa kumalizia unaiona Tanzania wapi katika masuala mazima ya nishati? Masuala ya nishati. Nakosa jibu sahihi kwa sababu moja. Yaani Tanzania ni taifa ambalo mwandishi wa kitabu alichoandika ya kwamba kila wakati una mambo yake. Nadhani kuna Kiswahili fulani alitumia kwa hicho kitabu. Kama sio Nyerere basi alikuwa Mkapa, sikumbuki alikuwa ni rais yupi. Yaani akimaanisha ya kwamba akija rais huyu ana mawazo haya, akija rais mwingine atakuja na mawazo mengine. Kwa hatuwezi kuhusianisha kati ya mafanikio ya nishati pamoja na nini na Tanzania ya kesho. Tanzania ya kesho inajengwa na kiongozi fulani atakaye kuja kwa wakati huo. Mama anaweza kaja na hiyo plan nzuri akaifanyia kazi, akaja rais mwingine akaacha hiyo, akaja na plan pengine nzuri akaifanyia kazi, ama wote wasifanyie kazi. Kwa sababu upande wa nishati ni jambo ambalo linafurahisha kidogo. Tuna kila aina ya vyanzo kabisa na tuna geothermal. Kwa Tanzania ilipaswa pengine tuzalishe umeme mwingi tuuzie watu wengine. Sasa hapo tuna uranium pia. Unaona Tanzania kama inaweza ikafanyikiwa kwenye engo hiyo? Uranium kwenye kuzalisha nani? Umeme. Logically inawezekana. Kwa nini? Sawa. Logically inawezekana. Kivipi inawezekana? Kwa sababu ukiangalia wataalamu tulionao wapo. Lakini si kwamba ni expert kwa sababu hatujai kuzalisha direct. Lakini nataka mkatumia watu wa nje. Tungalikuwa na falsafa inayoitwa kwamba mtu wa nje anapokuja asije kufanya kazi. Afanye kazi kama mwalimu. Yaani anafundisha badala ya kufanya kazi, anayewafundisha ndio wanaofanya kazi. Alafu yeye anaenda pale kwenda kusahihisha makosa. Ni heri tukatumia gharama kubwa katika kujifunza na kufanya kuliko kufanyiwa. Mtu akifanya kitu fulani baada ya muda ikiharibika itabidi umuite tena. Bwawa kwa mfano, bwawa na muda wake. Wanasema lakini wanasema ni chanzo ambacho renewable. Ndio, ina muda wake. Muda wake maana yake unaita survey time. Kwa hiyo ikifika huu muda bwawa linakuwa limeharibika. Linahitaji nini? Maintenance ya muda mrefu. Achana ile maintenance ya kila muda, kuna ile ya muda mrefu. Sasa itakapoanza kufanyika lazima kuwachukue tena wataalamu nje waje wafanye ile kazi. Utakapohitaji kutengeneza bwawa lingine itahitaji uchukue tena wataalamu. Tofauti na Ethiopia. Ethiopia yenyewe inazalisha yenyewe, inatengeneza baadhi ya vitu, inapohitajika watu wa nje ni katika sehemu ndogo. Vivyo hivyo katika nuclear kuicontrol sio kazi ndogo. Wala tusidanganyane. Na ina madhara. Kwa uranium kiipata, kuweza kuzalisha umeme kwa uranium ni jambo nzuri. Kwa lazima watu wajifunze kwanza kwa muda mrefu na tukubali kujifunza na tuifanyie kazi. Okay. Mada imekuwa pendwa. Mada nzuri, mada ya moto, lakini kutokana na masuala mazima ya muda, mimi naomba story kutokea chumbani leo tumalizie hapa. Lakini the next season kwa maana ya episode tutaenda kuangalia issue nyingine ambazo zitakuwa bado zimebezi huko kwenye masuala mazima ya sayansi na teknolojia. Mimi nikushukuru sana kwa wakati wako, lakini nadhani mtazamaji wetu atakuwa amepata overview kidogo anapoiona ile formula ya E sawa na M times C square pamoja na vitu ambavyo umeweza kuviongea huko ndani kwa lugha rahisi kabisa. Uelewa atakuwa nao. Mimi nikushukuru kwa wakati wako na nikukaribishe tena wakati mwingine. Nashukuru sana. Mimi naitwa Edgar Chami. Mwanzo wa session hii, mwisho wa session hii ndio mwanzo wa session zijazo. Alamsiki.